Leo Oktoba 22 tunayakumbuka maisha ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Papa, ambaye alizaliwa Mei 18 mwaka 1920 huko Poland. Alipokuwa na umri wa miaka 20, alikuwa ameshapoteza wanafamilia wake wote, yaani baba, mama na dada yake. Baada ya hapo, alijiunga na seminari kwa malezi ya upadre, na miaka yake ya malezi iliathiriwa sana na vita kuu ya pili ya dunia. Listen to his voice. Do not be afraid. Do not be afraid. Open your hearts, open up your hearts to Christ. The deepest joy there is in life is the joy that comes from God and is found in Jesus Christ, the Son of God. Jesus Christ is the hope of yours, is my hope. He is the hope of the world. Alipadrishwa mwaka 1946 na alijiendeleza na masomo ya teolojia huko Italia. Alichaguliwa kuwa askofu mwaka 1964 na kardinali mwaka 1967. Mwaka 1978 alichaguliwa kuwa papa wa 264 hadi mwaka 2005 alipofariki. Yohane Paulo wa Pili ni papa wa 3 kukaa katika huduma hiyo kwa muda mrefu zaidi, baada ya mtume Petro na Papa Pius wa 10. Wengi wanamhesabu kati ya watu walioathiri zaidi karne ya 20, hasa kwa sababu tangu mwanzo wa upapa wake alipambana na ukomunisti ulioitesa nchi yake ya asili kwa kiasi kikubwa. Moja ya kazi zake kubwa akiwa papa ni kufundisha imani na maadili, na ndiye papa aliyewahubiria watu wengi zaidi hadi leo. Alifanya ziara 104 katika nchi 129 akiwa papa, ikiwemo Tanzania. Mwaka 1990 na mwaka 1981 alinusurika kwenye jaribio la kupigwa risasi lililofanywa na Mehmet al-Aqqa, na baadaye alimsamehe. Anakumbukwa pia kwa kuleta mapatano na dini nyingine, hasa Waislamu. Alikuwa na ibada kubwa kwa Mama Bikira Maria na alifariki tarehe 2 April 2005. Baada ya utafiti na ushujaa wa maandishi yake na miujiza kadhaa, alitangazwa kuwa mtakatifu tarehe 27 April 2014 na Papa Francisco. Sikukuu yake hufanywa tarehe 22 Oktoba, tarehe ambayo alifanya misa yake ya kwanza kama papa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, utuombee. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.